pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo ya uaguzi. Kijakazi mmoja mwenye alikuwa na pepo ya uaguzi. Ile spirit iko namfanya aseme vitu, aone vitu sawa sawa na jinsi viko. Endelea kusoma mtumishi wa Mungu. Aliyewapatia bwana zake faida nyingi katika atravere huyu alikuwa na mapatron benye alikuwa anapatia faida. Akikuletea na kuambia maisha yako makute natoka babosi wanapata mama. Sikia, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele. Mimi nauliza hivi, Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu alikuwa nani? Mtumishi wa Mungu. Kanisa twende. Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu alikuwa nani? Akafuata Paulo kwa nyuma na Sila. Akipiga kelele akisema. Anapiga kelele kunasema. Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Nani mwenyewe anapiga kelele? Mama wao. Ule mnaguzi mweko na roho ya pito. Anasema ni watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Kisha anaongeza wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Asema Biblia wanahubiri muokoke. 18 akafanya hayo siku nyingi. Kila siku alikuwa anaambia Paulo, sikia umama. Umama akakwambia ni ajabu. Kanisa. Halo. Hata kama ni ajabu. Anatabiri, anaona, lakini iko na lugha. Okay. Kisha anasema huyu mtu ni mtumishi wa Mungu anayewahubiria wokovu. Mumsikie. Alisema bongo, alisema kweli. Paulo akasikitika. Wakati Paulo anaona huyu mama alishatusumbua kila siku. Paulo kwa ulimwengu wa roho, angalia sasa mtu anayeona. Paulo anaona spiritually kama akakamama yakiko kanaongea. Havitokane na Mungu lakini vinatokana na shetani. Njoo kusema naambia Mungu ili kwamba uone yanayopita katika dunia, inabidi Mungu akupe macho ya kiroho. Mungu akupe macho uone. Akageuka mama, leo mimi na wewe tutaonana. Akageuka akamwambia yule pepo. Akamwambia, hakuongea na mama. Anaongea na pepo yenye iko ndani ya yule mama. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Mtoke huyu. Umtoke huyu. Akamtoka saa ile ile saa pepo ikamtoka yule mama. Atakaviria tena. Aminia mtumishi wako nabii uliye na nyumbani kanisa. Munaweka sana. Ule nabii Mungu ninatafuta tuko naye. Sasa kesho yangu unatafutaka nini? Utaenda kutanana na ulaguzi. Unazania ni nabii. Baada ya kukutabiria kuliko barikiwa mapepo na kufanya. Hakuna kitu mulaguzi anaweza kupana. Anaweza kuambia kweli na fanana kweli na sio kweli. Mimi nakwambia uko na confiance na nabii Mungu aliye. Mimi naongea na mtu mmoja hapa, uko na confiance na nabii Mungu aliye. Utaenda kuanguka kwa mlaguzi. Biblia inasema hakutabiria tena. Bali mapapate walikuwa wanakuya awaambie. Wakakia asubuhi. Mama kawaambia siko tena. Sione tena. Yule nile uone macho yakafungana. Bilikuwa si Paulo. Kama Mungu vikaisha. Acha nikwambie nabii alina nguvu za Mungu hazitoka. Kama hamuki. Lakini za shetani tukizikemea zinatoka. Kila roho ya shetani inaweza tumika na wewe. Tunaikemea kwa jina. Nabii kitu na kuomba ambia Mungu akupe macho ya roho. Kilichomfanya Paulo kugundua umama ni macho ya nini? Ya roho.
5 mstari wa 3. Kwa maana ndoto huja kwa sababu Aseme kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ya shughuli mingi. Yes. Na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Sauti ya mpumbavu pia inakuja kwa njia ya wingi wa maneno. Acha nikwambie, ndoto ya kwanza inakuwa muenvironment yenye tunaishi ndani. Tuko sasa sema mbele. Ina environment wala ile ndio unafanya. Hii ndoto ya kwanza ndio kama zikutoka na ndoto ni ya kutembeza mambo. Ni kwa skuli ya Zakari. Sayote. Unajua kama uko komesa utakuwa kutoka kwenda Dubai kuleta vitu. Na unalala. Kila sona na muka unakutana hakuna kitu. Hii ni ndoto ya kwanza. Kama unasukawa mama manyele uko unatumika msano, utakuwa na nota hii ndoto ya kwanza. Utaona saa yote uko na nota mikono uko na tresema mama nyele. Mwa ndoto pia muko problem. Kuko wakati unaweza nilota niko na kuloga. Na sikuwe mlozi. Inaleta problem. Mipete. Basi, ampeso. Anakuya kwangu avale mangu. Yendo kwa na nilogaka. Kumbe maisha ya hili ni paste. Sasa ndoto kama na hii inaleta vita kati ya majirani. Jirani wako anaweza kuwa hakwake mulozi, uendo na muloga na wanamwitilize na haikuwa tablozi. Fanya angalisho na ndoto, ndio maana naombea ndoto zako kwa jina la Yesu. Hii ndoto ya kwanza ni ajabu. Kila servo inatumika. Kitu gani utajua hii ndoto inatumika kama servo. Iliona mingi. Acha nikwambie, hakuna siku unazururaka, unazia hapo kwenda milele. Usiku unakuwa kila mtu mwakusalimia utakuwa. Ni mara 5 wala mara 10 naona mtu akwe mlozi. Tuko mbele za rudia naona mtu ni mlozi. Sasa tunaingia sasa ndoto ya kutoka kwa Mungu na ndoto ya shetani. Ndoto za mingi zinakuja kwa wingi wa shughuli zenye tunafanya. Ndoto ya pili inatokana na shetani. Ni parenthese ni wanafungula juu ya nabii. Anaona ndoto ya pili inatoka na shetani. Sasa hii ndoto haiko ya mashughuli ya Bwana. Ndoto ya shetani inakuyaka. Kisha nyuma yayo kuwa matokeo ya vile niliona juu likimiliki. Amen. Sikia ndoto ya shetani. Mfano unalota ni wanakufundisha ulozi. Ile ndoto ya Mungu haiko ya shughuli. Ni ndoto ya shetani. Siku moja Manu petit frère alikuwa kwa makalota iko na mpiganisha usiku. Sana la Mungu akasikia mchoko. Manake nilifanyika mdoto kisha naleta matokeo. Zile mafimbo walikuwa wanampiga akaanza sikia maumivu. Haiko tena mdoto. Mengi inakuwa reality. Sikia ndoto ya shetani. Unalota uko unazini swate na bwana wala bibi wala gasho wala fille. Kisha masubuhi unaona reality.